Mafarisayo, leaders of the church, tuwa viongozi wa kanisa, you knows the law. ninyi mjuao sheria. Amongst you here, miongoni mwenu hapa, who is righteous? ni nani mwenye haki? Salvation doesn't remove sin. Wokovu haiondoi dhambi. Salvation gives you power. Wokovu inakupa nguvu. Say no. Kwa kusema la. Fully aware that we have been running a message here called worship that pleases the Lord. Kwa hivyo nyewe wote mnaofahamu kwamba tumekuwa tukiendeleza ujumbe hapa ambao unasema ibada inayompendeza Bwana. And we said, na tukasema the gospel of worship that pleases the Lord, injili ya ibada inayompendeza Bwana, it has nothing to do with singing. haina chochote ambayo inaambatanishwa na kuimba. Not at all. Sio hivyo kamwe katu. It is all about your lifestyle. Inahusiana na mtindo wako wa maisha. And for some time, na kwa wakati fulani, we've been camping in the Garden of Eden. Tumekuwa tumepiga kambi katika bustani la Edeni. To pick it from there. Kuichukua kutoka pale. And understand the foundation that the Lord God Almighty raised for the mankind. Na kuweza kuelewa msingi ambao Bwana Mungu mkuu mwenyezi aliweza kuinua kwa ajili ya mwanadamu. And when we went inside there, na tulipoingia pale ndani, we found out tulipata that in the garden, ya kwamba katika bustani, that is where the first engagement between God and man took place. Hapo ndipo mahali pa kwanza ambapo mwanadamu alikutana na Mungu. Engagement. They engaged. Mawasiliano ya kwanza. And as they were engaging between God and man, na walipokuwa wanapatana kati ya Mungu na mwanadamu, that engagement, huko kupatana, is what we call worship. Hicho ndicho tunaita ibada. We have brought this church to the level, tumeleta kanisa hili katika kiwango, where now they are in understanding, mahali ambapo sasa wanaofahamu, they know, wanajua that worship, ya kwamba ibada is the only way, ndiyo njia ya pekee, a human being is able to communicate with his creator. Mwanadamu anaweza kuwasiliana na muumbaji wake. And we said, na tukasema, the relationship between man and God, uhusiano kati ya binadamu na Mungu, is called worship. Inaitwa ibada. And we said, beloved people, na tukasema, watu wapendwa, that right inside the garden, ya kwamba mle ndani ya bustani la Edeni, there were some encounters, kulikuwepo na mapatano fulani, when he met them there, alipokutana nao pale. And so last week, kwa hivyo wiki iliyopita, we dwelt at the image, and the other week we dwelt at the image and the likeness of God. Tulitazama sura na mfano wa Mungu. And we wanted to know, na tulitaka kujua, what make man different from other creatures? Ni nini hiki kilimfanya mwanadamu awe tofauti na viumbe wengine? Ni nini kinamfanya? Ni nini hiki kinamfanya? Ni nini hiki kinamfanya mwanadamu awe tofauti na viumbe vingine vyote? Awe tofauti na viumbe wengine wote. That was created by the Lord. Wale ambao waliumbwa na Mungu. After God had created everything. Baada ya Mungu kuumba kila kitu. And the Bible said, Biblia yasema, let us therefore now create man. Hebu sasa na tumuumbe mwanadamu in our image, katika sura yetu and likeness, na mfano wetu. And after saying this word, na baada ya kusema maneno hayo, he said, anasema, and let them rule. Na wacha wakatawale. Meaning he gave them some ability, kumaanisha aliwapatia uwezo fulani, some authority, mamlaka fulani, that accompanied that image, iliyoandamana na hiyo sura. And so when the man had the image of God, na hivyo basi wakati mwanadamu alikuwa na sura ya Mungu, he had now capacity to rule the earth. Sasa alikuwa na uwezo wa kuitawala dunia. And we said, na tukasema, that rulership, huo mamlaka, hiyo kuongoza, that control, kuko kudhibiti, that ability, huo uweza, starts by controlling your own self. Inaanza kwa kujidhibiti wewe mwenyewe. You must have authority over your own flesh. Lazima uwe na uwezo wa kujidhibiti mwenyewe. And we've now known, na sasa tumejua, that if you look at the church, ya kwamba ukilitazama kanisa, many people are right inside the church. Watu wengi wako ndani ya kanisa, and they have no capacity at all, lakini hawana uwezo kikamilifu to control themselves, kujidhibiti wenyewe. And so the devil is defiling them every day. Kwa hivyo shetani anawanajisi kila siku. When they call, they say, Bishop, wanaponipigia simu wanasema, askofu, I am struggling from this sin. Ninang'ang'ana sana na hii dhambi. Right inside church. Ndani ya kanisa. So we found out, kwa hivyo tukapata, that coming to church, ya kwamba kuja kanisani, will not drive Satan away. Haitaweza
kuondoa shetani. Coming to church will not drive Satan away. Ya kwamba kuja kanisani haitaondoa shetani. It doesn't drive the devil away. Haimuondoi shetani. Taking the Bible and preaching will not drive the devil away. Kuchukua Biblia na kuhubiri haitamuondoa shetani. Serving God on the pulpit does not drive the devil away. Kumtumikia Mungu katika mimbari haimuondoi shetani. But having the image of God, lakini kuwa na sura ya Mungu, gives you ability over Satan. Inakupatia mamlaka juu ya shetani. We have now found out sasa tumepata that in the Garden of Eden, ya kwamba katika bustani la Edeni, man was given maximum power. Mwanadamu alipewa mamlaka ya kuu zaidi in the garden. Katika bustani. Maximum power was given by the Lord. Mamlaka kuu zaidi alipewa na Mungu. And the only thing that removed that power, na kitu cha pekee ambacho kiliondoa mamlaka hayo, is when Adam and his wife, ni wakati Adamu na mkewe, began to fellowship with another. Walianza kushirikiana na mwingine. When they began to entertain another fellowship. Walipoanza kucheza pale. So listen, beloved. Kutumbuiza mwingine. So listen now. Sikiliza. So that is what we learned about the image and the likeness of God. Hiyo ndio tulijifundisha kuhusiana na sura na umbo la Mungu. And so today, na hivyo leo hii, I want to talk about, ninataka kuzungumzia example of people who went to represent God. Mifano ya watu walioenda kumwakilisha Mungu without the image of God. Pasipo na kuwa na sura ya Mungu. Umbo la Mungu. Worship that pleases the Lord. Ibada inayompendeza Mungu. Today, leo hii, example of people, mfano ya watu who went out walioenda nje to represent God kumwakilisha Mungu without God. Pasipo na Mungu. They went to represent God without God. Walienda kumwakilisha Mungu pasipo na Mungu. So number one, as I start, hivyo ya kwanza ninapoanza, the image and the likeness of God, mfano na sura ya Mungu, is the authority of God given to man. Ni mamlaka ya Mungu aliyopewa mwanadamu in the garden. Katika bustani. The image, umbo la Mungu. When he told Adam and his wife, wakati alimwambia Adamu na mke wake, when he said, let us create man, aliposema wacha tumuumbe mwanadamu in our image, kwa umbo letu, it is that image, ni umbo hilo, that gave man authority, kilichompa mwanadamu mamlaka. So the question is this, hivyo swali ni hili, authority to do what? Mamlaka ya kufanya nini? Number one, ya kwanza, authority to represent God. Mamlaka ya kumwakilisha Mungu. Number two, ya pili, authority to engage with God. Mamlaka ya kuwa na mahusiano na Mungu. Number three, ya tatu, authority to fellowship with God. Mamlaka ya kuwa na ushirika na Mungu. Number four, ya nne, authority, mamlaka, to be the ambassador of God on the earth. Kuwa balozi wa Mungu duniani. Representing God. Kumwakilisha Mungu. Representing the kingship of God. Kuwakilisha ufalme wa Mungu on the earth. Katika dunia. Authority, mamlaka, to represent ya kuwakilisha the godliness of God uungu wa Mungu on the planet. Katika sayari. Authority, mamlaka, to represent kuwakilisha the holiness of God utakatifu wa Mungu to the planet. Katika sayari. Authority, mamlaka, to represent the righteousness of God kuwakilisha uhaki wa Mungu to the earth. Kwa dunia. Authority, mamlaka, to be able to engage with God. Kuweza kuhusiana na Mungu. The image, umbo, gave man authority. Ilimpa mwanadamu mamlaka. Wapendwa, the Lord gave you authority. Bwana alipeana mamlaka yake already tayari in the garden. Katika bustani. Salvation, wokovu, is not supposed to make you weak. Haipasi kukufanya dhaifu. It is supposed to make you strong. Yapasa kukufanya mwenye nguvu. But stronger than who? Lakini mkuwe mwenye nguvu kumliko nani? Stronger than Satan. Mwenye nguvu kumliko shetani. How many of you here would wish to be stronger than Satan? Wangapi wangependa kuwa wenye nguvu kumliko shetani? Look at me, everybody. Nitazameni kila mtu. Have you ever reached a point where you are born again but you can still tell enyewe nimeokoka, niko kanisani but I'm struggling? Je, umewahi fika mahali ambapo umeokoka lakini wewe mwenyewe utagundua kwani nimeokoka lakini nasumbuka? Wacha tuzungumze. It is easy to preach. I can preach very well. Ni rahisi kuhubiri, naweza hubiri vizuri kabisa. But I want to engage you. Lakini nataka ninene na nyinyi. In your life of salvation. Katika maisha yako ya wokovu. Have you ever experienced number one drought? Je, mara ya kwanza kabisa umewahi pata kushuhudia ukame? When you are trying to pray but it is like your prayer is going nowhere. Mahali unatajaribu kuomba na nikana kwamba maombi yako hayafiki popote.
tofauti. Have you ever reached a point Je, umefika mahali whether you are praying very much mahali unaomba sana and fasting very much, na unafunga sana, but the flesh has refused to give up? lakini mwili umekataa kukata tamaa? How many are there? Wangapi wako pale? Okay, you are saying, oh, Bishop anauliza na swali sasa watu wataniona eti mimi nimeshinda na flesh. Hapana, hata mimi saa zingine flesh inanisumbua kama wewe tu. Kwa sababu kama unataka kujifanya eti wewe usumbuliwe na flesh, wewe unadanganya wewe. Angalia jina, ambia wewe acha ukora wewe, hata wewe unasumbuka. Listen. Sikizeni. Salvation wokovu was not meant to drive away Satan. haikukusudiwa kumfukuza shetani. People think, watu wanadhania, Bishop, askofu, please pray omba kabisa for me. niombe, I am struggling. nangangana. You said it today. I was following from Airways. You said masturbation, Ulisema leo kupiga punyeto, sin, sexual immorality, mambo maswala ya usherati, lie, uongo, whatever the sin. dhambi yoyote ile. But let me take for example one example sin that the devil has used to torment the church inside the church. Wacha nichukue dhambi moja wapo ambayo shetani ametumia kutesa kanisa, watu ndani ya kanisa. It is called masturbation. Inaitwa kupiga punyeto. Can you call it louder? Masturbation. No, that is not loud. That is just kupiga kelele tu. Sema kwa sauti, masturbation. Now listen to me the way people suffer. Nisikizeni kabisa jinsi watu wanateseka. When they call me they say this. Wakinipigia simu wanasema hivi, Bishop, askofu, I am struggling. ninangangana. I have lost control. Nimekosa kabisa, nimeshindwa I don't know what to do. sijui nifanye nini. Bishop, I am ashamed of myself. Askofu, ninajiaibikia mwenyewe. I don't know who to tell. Sijui nimwambie nani. I can't tell my pastor. Siwezi mwambia mchungaji wangu. Some of them are, and I asked them, are you married? Nikauliza, je, mko kwenye ndoa? Yes, I am married. Akasema ndio, nipo kwenye ndoa. And they are still struggling. Na bado wanangangana. It is a demon in church. Ni pepo kanisani. And people are sitting in church Na watu wameketi kanisani with Bibles, wakiwa na Biblia, with baptism, wakiwa wamebatizwa, and they cannot overtake na it. hawawezi kuishinda. And they ask Bishop, what is the solution? Wanauliza, askofu, suluhisho ni gani? Lead the Lord right now. Niongoze kwa Bwana sasa. hivi. They think Wanadhania that if I pray for them ikiwa nitawaombea to lead them to the Lord, kuwaongoza kwa Bwana, and they say today I'm born again, kwa useme kwamba leo nimeokoka, they will wake up kwamba wataamuka and asubuhi find it is gone. na kupata imeondoka. I always tell them no. Kila mara nawaambia la. Salvation doesn't remove sin. Wokovu haiondoi dhambi. Salvation gives you power. Wokovu inakupa nguvu Say no. wa kusema la. Oh, najua sasa Bishop, kuna grace. What the Bible says, the grace of God has come to do what? To teach us to do what? To say no. Hakuna kitu ngumu kwa wokovu kama kufanya nini? Kama kusema no. It is easy to sing. Ni rahisi kuimba. It is easy to preach. Ni rahisi kuhubiri. But to say no, lakini kusema la is the biggest weakness of the church now. ndio udhaifu mkubwa kabisa wa kanisa sasa hivi. To say no. Kusema la. And to stand with your no. Na kusimama na kusema la yako. Hey. Ndio. So he's saying so. Hivyo anasema hivyo. Beloved people. Watu wapendwa. There are people in the Bible. Kuna watu katika Biblia. Recorded here. Wamenakiliwa hapa. Who are in church. Ambao walikuwa kanisani. And their names are recorded in the Bible. Majina yao yamenakiliwa kwa Biblia. But they are being used as an example. Lakini wanatumika kama mifano. People who did not say no. Ya watu ambao hawakusema la. To sin. Kwa dhambi. People who salvation. Watu ambao wokovu wao did not give them ability to say no. Haikuwapa uwezo wa kusema la. Can we go there now? Je, sasa I want to start with the book of John chapter 8 verse 2. Nataka nianze na kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 2 up to verse 11 hadi mstari wa 11. So if I were you, ningalikuwa wewe, I wrote it across the Bible, then the rest scripture will come down here like this. Ninaiandika hapo juu na kisha maandiko mengine itaweka pale kando. Meaning, kumaanisha that is the main scripture. Hiyo ndio andiko kuu. Then the rest of them will now follow like this. Na nyingine tena zitafuata pale chini. I heard you saying that hell is not a place where you will call God and he come, right?
nilisikia ukisema kwamba jehanamu sio mahali ambapo utamuita Mungu na akuja, sivyo? And what is it that will take us to hell? Na ni nini hicho kitatupeleka jehanamu? Inability to say what? To say no. Kutokuwa na uwezo wa kusema la. To say no. Kusema la. Yes, inability to say no. Lazima tuseme la. Kutokuwa na uwezo wa kusema no. Kutokuwa na uwezo wa kusema la. So I'm reading the book of John. Nasoma kitabu cha Yohana. Chapter number what? Chapter number 8. Yohana mlango wa 8. From verse 2 to verse 11. Kuanzia mstari wa 2 hadi 11. If you have arrived there, say amen. Ikiwa umefika pale sema amina. Not at all. People did not arrive, okay? Very well, beloved people. Can we rush there? Twende pale kwa upesi. The book of John, chapter number 8, verse 2. Did I say that? 8 verse 2. Beloved people. Wacha nisome sasa watu wapendwa. The book of John, chapter 8, from verse 2. Yohana mlango wa 8 mstari wa 2. How many are ready? Wangapi wako tayari? If you are ready, lift up your hand. Ikiwa uko tayari inua mkono wako. Let us read now. Wacha tusome sasa. At dawn he appeared again in the temple. Alfajiri in the temple courts. Alfajiri na mapema Yesu akaja tena hekaluni. Where all the people gathered around him. Watu wote wakakusanyika kumzunguka. And he sat down and he sat down to teach them. Akakaa akaanza kuwafundisha. What a ministry. Ni huduma kuu ya nguvu kiasi gani. When they came, wakati walikuja, they went around him. Wakakaa wakimzingira. What did he do? Alifanya nini? He taught them. Aliwafunza. Taught them to do what? Aliwafunza kufanya nini? To stay away from sin. Kukaa mbali kutoka kwa dhambi. That is the only reason we have come to church. Hiyo ndio sababu ya pekee kwa nini tumekuja kanisani. They sat down. Waliketi chini. And he taught them. Akawafunza. Look at what the Bible says. Tazama kile ambacho Biblia inasema. It says. Anasema. It says. Anasema. And he sat down to teach them. Akakaa akaanza kuwafundisha. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. Walimu wa sheria na Mafarisayo wakamleta mwanamke mmoja aliyefumaniwa akizini. They brought him in a woman who was caught in adultery. Mwanamke mmoja aliyefumaniwa akizini. They made her stand before the group. Wakamsimamisha katikati ya umati ule wa watu. And said to Jesus. Wakamwambia Yesu. Teacher. Mwalimu. This woman was caught in the act of adultery. Huyu mwanamke amekutwa akizini. In the act of adultery. Katika tendo la kuzini. Then he's saying. Kisha anasema. He's saying. Anasema. In the law of Moses. Katika sheria ya Mose. He commanded us. Alituamuru sisi. If I were you, I underlined that word. Ningalikuwa wewe napigia mstari neno hilo. He commanded us. Alituamuru. To stone such women. Kuwapiga mawe wanawake namna hii. Wanawake kama hawa. Wanawake kama hawa. To stone such women. Kupiga mawe wanawake kama hawa. Then he's saying. Kisha anasema. He's saying. Anasema. Now what do you say? Je, wewe wasemaje? They were using this question as a trap. Walikuwa wanatumia swali hili kama mtego. In order to have a basis of accusing him. Ili wawe na sababu ya kumshtaki. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Lakini Yesu akainama akaanza kuandika ardhini kwa kidole chake. When they kept questioning him. Walipoendelea kumuuliza maswali. He stretched up and said. Akainuka na kusema. He said. Akasema. To them. Kwa akawaambia. Let any one of you. Kama kuna yeyote miongoni mwenu. Please underline. Pigia mstari. Let any one of you. Kama kuna yeyote miongoni mwenu. Who is without sin. Ambaye hajatenda dhambi. Be the first one to throw stone toward her. Awe wa kwanza kumpiga jiwe. And again he stooped down and wrote on the ground. Akainama tena kuandika ardhini. At this. Waliposikia haya. Those who heard began to go away one at a time. Waliposikia haya wakaanza kuondoka mmoja mmoja. The older one first. Wakianzia na wazee. Until only Jesus was left. Hadi Yesu akabaki peke yake. With the woman still standing there. Na yule mwanamke akiwa amesimama mbele yake. Jesus straightened up and asked her. Yesu akainuka kumwambia. Woman. Mwanamke. Where are they? Wako wapi wale? Has no one condemned you?
Wale waliokuwa na kuhukumu kuwa wewe mwenye hatia, where are they? Wako wapi? If I were you, underline that one also. Ningalikuwa wewe napiga mstari pia hiyo. No one saw, she said. Hakuna hata mmoja, Bwana akasema. They neither do I condemn you. Hata mimi sikuhukumu. Jesus declared. Yesu akamwambia, go now. Nenda zako. And live your life of sin. Nenda zako kuanzia sasa na usitende dhambi tena. Hallelujah. Hallelujah. Now look at me everyone. Munitazame kila mtu. Just look at me. Munitazame. I want to start there now today. Nataka nianzie pale sasa leo. These are the Pharisees. Hawa ni Mafarisayo. Why did I tell you to underline? Kwa nini nilikwambia upigie mstari? They stepped out. Walitoka, walikanyaga nje. And they quoted Moses. Wakamnukuu Musa. And they categorically said. Na kwa uhasa kabisa wakasema, Moses commanded us. Musa alituamuru to stone such women. Tupige mawe wanawake kama hawa. So what do you say? Wasema nini? Meaning, kumaanisha, they took up responsibility upon themselves. Walijichukulia jukumu wenyewe. To represent God. Kuwakilisha Mungu. And the laws of God. Katika sheria za Mungu. Over the judgments of the people. Juu kuhusu hukumu juu ya watu. They stood up. Walisimama. As the leaders of the people. Kama viongozi wa watu. They stood up. Walisimama. As the people who represent God in the matters morality. Kama watu waliowakilisha Mungu kwa masuala ya nidhamu. They were ready. Walikuwa tayari. To represent God. Kuwakilisha Mungu. For Jesus. Mbele za Yesu. They took up responsibility. Walichukua jukumu. Of the perfect judge. Ya hakimu yule mkamilifu kabisa. In the society. Katika jumuiya. In the presence of God. Uweponi mwa Mungu. Sin had been committed. Dhambi ilikuwa imetendeka. By a member. Na mmoja wao, mshirika wao. And then they stood up. Wakainuka. To represent God. Kuwakilisha Mungu. In the matters morality. Kwa masuala ya nidhamu. Before Christ. Mbele za Kristo. I am talking about people who represented God without the image. Na nena kuhusu watu waliomwakilisha Mungu pasipo na umbo. They went to Jesus. Walienda kwa Yesu. Carrying the authority of Moses. Wakiwa wamebeba mamlaka ya Musa. To stone sinners. Kupiga mawe wenye dhambi. They went to Jesus. Walienda kwa Yesu. Carrying the authority of Moses. Wakiwa wamebeba mamlaka ya Musa. To stone her. Kumpiga mawe. And they said. Wakasema. The law. Sheria. Allows us. Ila turuhusu. They covered themselves by the law. Wakajifunika na sheria. Of Moses. Ya Musa. As the representatives of God. Kama wawakilishi wa Mungu. In that society. Katika jumuiya hiyo. People given authority. Watu waliopewa mamlaka. To represent God. Kuwakilisha Mungu. In a society. Katika jumuiya. Then Jesus began to question their authority. Kisha Yesu akaanza kuuliza swali mamlaka yao. Jesus wanted them. Yesu aliwataka wao. To validate their authority. Wapate kuthibitisha mamlaka yao. Jesus wanted them. Yesu alitaka. To authenticate their authority. Wathibitisha, wahakikisha mamlaka yao. The source of their judgment. Chanzo cha hukumu yao. The source of their power. Chanzo cha nguvu yao. Jesus wanted them to authenticate. Yesu alitaka wathibitishe. Where they got power to correct. Mahali walitoa nguvu ya kurekebisha. They said. Walisema. Moses told us. Mose alituambia. If you find sin. Ikiwa utapata dhambi. Stone them. Wapige mawe. And they are right. Na katika haki yao. They were right. Walikuwa na haki kabisa, walikuwa sawa. It is true Moses said so. Ni kweli Mose alisema hivyo. If you find. Ukipata. Stone to death. Piga mawe. It is true Moses said so. Ni kweli kabisa Mose alisema. So by quoting the law. Hivyo kwa kunukuu sheria. They were right. Walikuwa na haki kabisa. But by representing God. Lakini kwa kumwakilisha Mungu. They lacked the image. Walikosa umbo. They covered themselves with the law. Walijifunika na sheria. Without the image. Pasipo na umbo. They wanted people to respect them. Walitaka watu wawaheshimu. And honor them. Na kuwaheshimu. Because of the law. Kwa sababu ya sheria. Not the image. Si ya umbo. So when they are
Jesus, hivyo wakati walijiwasilisha mbele za Yesu, he did not question their ability and their knowledge over the law. yeye hakuulizia swali uwezo wao na ufahamu wao kuhusu sheria. Jesus did not question their ability and their knowledge over the law of God. Yesu hakuwa na shauku kabisa kuhusu ufahamu wao wa sheria na uwezo wao. Jesus only asked them, Yesu aliwauliza tu, "Oh Pharisees, Mafarisayo, leaders of the church, tuwa viongozi wa kanisa, you knows the law. ninyi mjuao sheria, Amongst you here, miongoni mwenu hapa, who is righteous?" ni nani mwenye haki? And no one was found Na hakuna yeyote alipatikana in the entire nation katika taifa zima to stand before Jesus kusimama mbele za Yesu and defend their decision. na kuleta kufanya maamuzi yao, kutetea maamuzi yao. Bwana Yesu asifiwe. Look at me, everybody. Mnitazame kila mtu. It is easy to preach here. Ni rahisi kuhubiri hapa. I will only take the Bible Nitachukua tu Biblia and translate for you. na nitafsiri kwenu, But it is so hard lakini ni ngumu to defend the word kutetea neno with my life. na maisha yangu. Jesus asked them Yesu akawauliza to defend their decision watetee maamuzi yao with their life. na maisha yao, And they all failed na wote wakafeli in church. kanisani. People have been condemned Watu wamehukumiwa and judged na kwa kuhukumiwa kabisa and suspended na kutupwa nje ya kanisa by sinners na wenye dhambi who are covering themselves ambao wamejifunika with the law na sheria of Moses. ya Musa, But they lack lakini wanakosa the image of God, umbo la Mungu, righteousness uhaki and holiness. na utakatifu. They did not have. Hawakuwa nayo. Just ask them. Hivyo Yesu akawauliza, You people want to rise and represent and judge this woman. ninyi watu mnataka kukuja kuinuka na kuwakilisha na kumhukumu mwanamke huyu. Are you better than her? Je, ninyi mko bora kumliko? Hallelujah. Haleluya. Listen to me, people. Nisikizeni watu, Salvation wokovu is that. ni hiyo. Look at me now. Nitazameni sasa. Jesus asked, Yesu akauliza, who do people say I am? je, watu wanasema mimi ni nani? Not who am I say I am. Si kwamba mimi nasema mimi ni nani. Who do people say I am? Je, watu wanasema mimi ni nani? How do they see me in the society? Wananiona vipi katika jamii? How do they know me in the society? Wananijua vipi kwenye jamii? How do they know me? Wananijuaje? That is the image. Hilo ndilo umbo, What you portray kile ambacho unaonyesha to the kwa society. jumuiya. It is about the change of your dressing code. Inapita kabisa kubadilisha mavazi yako. It is the character that has been changed by the blood of Jesus. Tabia ambayo imebadilishwa kwa damu ya Yesu. Amen alone. Not you see amen, you need to know. Now listen. Sikizeni. The people that appeared. Watu waliojiwasilisha. Look. Tazama. They came Walikuja to represent Jesus. To represent God kuwakilisha Mungu and the law of God. na sheria za Mungu. And they said, wakasema, Moses permitted us Mose alituruhusu to kill these people. kuua watu kama hawa. What do you say? Wasema nini? They came by the law. Wakakuja kwa sheria. Then Jesus stood up Kisha Yesu akainuka and asked, akauliza, how many of you here wangapi miongoni mwenu hapa are really qualified kwa hakika kabisa wamehitimu to be a judge kuwa hakimu in the place of God? katika nafasi ya Mungu? And he has a very simple question. Na akauliza swali rahisi, Who amongst you wangapi miongoni mwenu have never sinned? hawajawahi kutenda And to dhambi? the shock of the nations, Na kwa mshangao wa mataifa, the people who are ready with the stones watu walio tayari na mawe were able to face the stones on themselves. waliweza kukabiliana na mawe zao And wenyewe. they realized, Wakagundua if they stone this woman, ikiwa atapiga mawe huyu mwanamke, even them, hata wao the same sin dhambi ile they ile were committing. walitenda. And yet they were ready to stone her, Ilhali walikuwa tayari kumpiga mawe, to destroy her, kumwangamiza because she has sinned. kwa sababu ametenda dhambi. Hallelujah. Haleluya. If you read the book of Acts of Apostle 19 verse 14, Ukisoma Matendo ya Mitume 19 mstari wa 14, you will find the sons of Sceva utapata wana wa Skewa ready to represent God. tayari kumwakilisha Mungu.
They went to cast out demons. Walienda kuondoa mapepo wachafu. To represent God in his work. Kuwakilisha Mungu kwa kazi yake. And then kisha the devil questioned their ability. Shetani akauliza swali uwezo wao. And yet ilhali they were the son of a priest. Walikuwa wana wa kuhani. Beloved people, watu wapendwa, being a daughter of a bishop, kukuwa binti wa askofu, or a son of a pastor, ama mwana wa mchungaji, does not give you the image of God. Haikupatii umbo la Mungu. It doesn't give you power over the devil. Haikupii nguvu dhidi ya shetani. Coming to church doesn't. Kukuja kanisani haikupii nguvu. The devil questioned their ability to represent God. Shetani akaulizia swali uwezo wao kumwakilisha Mungu. And they were found unworthy. Wakapatikana hawastahili. Unable to represent God. Hawawezi kumwakilisha Mungu. I want to ask. Nataka niulize. Are you really able to represent God? Je, unaweza kwa kweli kumwakilisha Mungu? Have you fully won the image of God? Je, umevaa umbo la Mungu kamilifu? So you can be to stand before the Lord and cast out demons. Je, unaweza simama mbele za Bwana na uondoe mapepo wachafu? Many are willing to stand and worship. Wengi wako tayari kusimama na kuabudu. Stand and preach. Kusimama na kuhubiri. Do the work of God. Kutenda kazi ya Mungu. Minus the image. Bila umbo of God. Umbo la Mungu. And yet, ilhali that is the source of power. Hiyo ndio chanzo cha nguvu. That can stand the devil away from you. Inaweza toa pepo kabisa shetani kutoka kwako. So the sons of Sceva tried. Hivyo wana wa Skewa walijaribu. What did they fail? Kwa nini walifeli? Even though they were sons of the prophet, the sons of the priests. Hata ingawa walikuwa mwana wa kuhani. Their characters had not changed. Tabia zao hazikuwa zimebadilika. So let me bring you some more people then we finish it. Wacha niwalete baadhi ya watu ili kwamba tumalize kwa sababu ya wakati. The book of Leviticus 10 verse 1 to verse 3. Matendo ya mambo ya Walawi mlango wa 10 mstari wa kwanza hadi 3. Hallelujah. Hallelujah. Write it there, look at me now. Andika kisha unitazame. The book of Leviticus, let's all go there. Leviticus 10 verse 1 to verse 3. Mambo ya Walawi 10 mlango wa kwanza hadi 3. The book of Leviticus chapter number 10. Walawi mlango wa 10 verse 1 to verse 3, beloved. Mstari wa kwanza hadi 3, watu wapendwa. We are very happy to see you in the Church of Christ. Nimefurahi kabisa kuona katika kanisa la Kristo. How many are there in the book of Leviticus 10 verse 1 to verse 3? Wangapi wamefika mambo ya Walawi 10 mstari wa kwanza hadi 3? I see only a few people. I want to see everybody there. Nataka nione kila mtu amefika pale. Okay, now I'm also there. Let me read now. Wacha nisome. Let me give you the following if you're writing. Wacha nikupe yafuatayo ikiwa unaandika. Number 1. Ya kwanza. What did you learn from the encounter of the Pharisees and Jesus himself? Unajifunza nini wakati katika kukumbana kwa Mafarisayo na Yesu mwenyewe? Makabiliano. Makabiliano kati ya Mafarisayo na Yesu mwenyewe. And in their middle is Mary Magdalene. Na kule katikati yao pale is Mary Magdalene. Kuna Maria Magdalena. Now look, if you're writing, look at me now. Look at this. Nitazame kama unaandika. Them they raised the law. Kisha wakainua sheria. But Jesus, lakini Yesu brought the mercy of God. Aliweka rehema za Mungu. Jesus told them, Yesu akawaambia, mercy works better. Rehema yafanya kazi vema. Mercy rehema restores the fallen. Inarejesha walioanguka. And the authority of God na mamlaka ya Mungu is seen inaonekana in the restoration of human character. Katika urejesho wa tabia ya mwanadamu. It is not revealed in the judgment. Haijafunuliwa katika hukumu. It is revealed by the restoration of God. Inafunuliwa kwa urejesho wa Mungu. And that is why ndio maana when Jesus introduced mercy to her, wakati Yesu alimtambulishia rehema, the mercies of God, rehema za Mungu triumphed zilishinda above the laws of men. Juu ya sheria za wanadamu. The mercies of God, rehema za Mungu triumphed. Zilishinda. And Mary Magdalene, na Maria Magdalena, though condemned by the world, licha kwamba alikuwa amehukumiwa na ulimwengu, was rescued by God. Aliokolewa na Mungu. Number 2. Ya pili. What do you learn from there? Unajifunza nini toka pale? Do not depend on men's judgment. Usitegemee hukumu ya wanadamu. They will always condemn. Kila mara watakuhukumu. Do not rely usitegemee on the love of men. Upendo wa wanadamu. It always ends. Kila mara inafeli na inaisha. It doesn't stay forever. Haikai milele. Glorified be the Lord. Utukufu uwe kwa Mungu. Who is merciful. Ambaye ni wa rehema. To the rejected society. Kwa jamii ambayo imekataliwa. The rejected of the society. Wale waliokataliwa kwenye jamii. The mercies of God. Rehema za Mungu. Triumphed. Ilishinda. Above.
juu. Number 2. Watu ya pili, when they brought the judgment walipoleta zile hukumu of the law, ya sheria, Jesus Yesu introduced compassion alitambuliza huruma of God. Huruma ya Mungu. The compassion of God, huruma ya Mungu won. ilishinda. The compassion of God won. Huruma za Mungu zilishinda. When they introduced the law, wakati walitanguliza sheria before Jesus, mbele za Yesu, he brought to them forgiveness. aliwaletea msamaha. He introduced forgiveness alitambulisha msamaha as where God has hidden his power. kama mahali ambapo Mungu ameficha nguvu yake. Listen to me, people. Nisikizeni watu. The power of God over sin, nguvu ya Mungu juu ya dhambi, is forgiveness. ni msamaha. It is forgiveness that introduces power of God. Ni msamaha inayotambulisha nguvu za Mungu. When God forgives, wakati Mungu anasamehe, men bow down. wanadamu wanasujudu, wanainama chini In worship. katika ibada. When God forgives, wakati Mungu anasamehe, men bow down. wanadamu wanainama In recognition of God. katika kumtambua Mungu. In that place, na katika mahali pale, they introduced the law. wanatambulisha sheria. But Jesus answered them lakini Yesu aliwajibu with forgiveness. na msamaha. And he said, akasema, whoever has not sinned, yeyote ambaye hajatenda dhambi, first to stone. awe wa kwanza kupiga They mawe. all walked away wote wakaondoka, because all of them kwa sababu wote realized the power of forgiveness. waligundua nguvu za msamaha. Listen to me, people. Nisikizeni watu. Learn to forgive in your salvation, jifunze kusamehe katika wokovu wako, without which you can never be saved. ambayo pasipo hiyo huwezi okolewa. When the Lord introduces power to the world, wakati Bwana anatambulisha nguvu kwa ulimwengu, he introduced his son. alitambulisha mwana wake. And Jesus na Yesu introduced the blood. alitambulisha damu. And the blood na damu is the foundation of salvation. ya msingi wa wokovu. And that foundation na huo msingi brought forgiveness. ilileta msamaha. Then you must learn to forgive. Basi lazima ujifunze kusamehe. That is where he starts. Ndio maana hapo ndiye anasema. Now look at this now, beloved people. Nitazame sasa watu wapendwa. Let me run again very fast. Niende kwa upesi kabisa. Jesus sees beyond sin. Yesu anaona kupita dhambi. In that scripture, katika andiko hilo, the Pharisees, Mafarisayo, who were representing, who came to represent God, ambao walikuja kumwakilisha Mungu, they could not see beyond sin. hawangeweza kuona kupita kwa dhambi. They saw Mary Magdalene waliona Maria Magdalena as a sinner worthy of death. kama mtenda dhambi anayestahili kifo. But Jesus saw Mary Magdalene lakini Yesu aliona Maria Magdalena as a sinner kama mtenda dhambi, whom if God forgives, ambaye ikiwa Mungu atamsamehe, may be a better servant. anaweza kuwa mtumishi bora kabisa. Jesus saw beyond sin. Yesu aliona kupita dhambi. Meaning the mercies of God goes beyond sin. Kumaanisha rehema za Mungu zinapita dhambi. So sometimes wakati mwingine the most sinful in the society, wenye dhambi kabisa katika jumuiya, when they receive forgiveness, wakipokea msamaha, they normally serve God better. huwa mara mingi wanamtumikia Mungu bora kabisa. Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, whoever have been forgiven much, yule ambaye amesamehewa mingi, their love is much. upendo wao ni mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jesus sees forgives above sin. Yesu anaona kupita kwa dhambi. When he saw that man hanging on his left, wakati aliona mtu huyo amening'inia upande wake wa kushoto, when the world was seeing a thief, wakati ulimwengu ulikuwa unaona mwenye mwizi, Jesus was seeing a man worthy of entering paradise. Yesu aliona mtu anastahili kuingia paradiso. When he repented, alipotubu, he entered. aliingia. Which means ambayo maanisha Jesus values repentance Yesu anadhamini toba than judgment. kuliko hukumu. Salvation wokovu introduces the importance of repentance. inatambulisha umuhimu wa toba. Beloved people, watu wapendwa, when they saw Mary Magdalene as sinner, walipomwona Maria Magdalena mwenye dhambi, Jesus saw Yesu aliona a humble woman mwanamke mnyenyekevu who is willing to change. aliye na hiari kabisa kuokolewa. He did not focus on her sin. hakulenga dhambi zake. He introduced mercy. alitambulisha rehema. God help her. na
Bwana akamsaidia. The Lord helped us so much. Bwana akamsaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I have come to let you know today. Nimekuja kufahamisha leo. It doesn't matter the condemnation of the world. Haijalishi hukumu uliotendewa na ulimwengu upon your life. Juu ya maisha yako. Jesus sees above condemnation. Yesu anaona kupita hukumu. When the world was condemning Mary Magdalene. Wakati ulimwengu ulikuwa unamhukumu Maria Magdalena. Jesus rose up. Yesu aliinuka. And as a woman. Akamuuliza mwanamke. Where are the people who are condemning you? Wako wapi waliokuwa wanakushtaki? Have they all left? Je, wote wameondoka? Then she said. Kisha akasema. They have all left. Wameondoka wote. When Jesus said. Yesu akasema. Neither will I also condemn you. Nami pia siwezi kukuhukumu. Jesus doesn't condemn. Yesu hahukumu. Jesus forgives. Yesu anasamehe. Jesus forgives. Yesu anasamehe. Oh, how I glorify my master. He forgives. Jinsi gani namtukuza Bwana wangu anasamehe. He offered her a new path. Alimpatia njia nyingine mpya. He did not condemn her. Hakumhukumu. He saw her weakness. Aliona udhaifu wake. And he longed to help her. Akatamani kabisa kumsaidia. And gave her another path of life. Akampa njia nyingine tena ya maisha. Mary Magdalene grabbed it and walked away with it. Maria Magdalena alinyakua na kutembea kwenda nayo. He did not condemn her. Hakumhukumu. He gave another leaf of life. Alimpa tena mpya maisha mengine mapya. Beloved people. Watu wapendwa. The life you are living today. Maisha unayoishi leo. Has been given to you. Umepewa wewe. So you can make your way better again. Ili kwamba utengeze njia yako iwe bora tena. So you can correct your ways. Ili kwamba urekebishe njia zako. How many are willing? Wangapi wako na hiari? Yesterday maybe you did not make it. Huenda jana hukuweza kufaulu. Rise up and try again. Inuka na ujaribu tena. Am I talking to anybody in this church tonight? Je, nazungumza na mtu leo hapa? If I'm talking to you, say amen. Say loud amen. Listen. Nisikizeni. Write in your book there. Andika kwa kitabu chako pale. Jeremiah chapter 8. Yeremia mlango wa 8. From verse 4. Kuanzia mstari wa 4. The Bible asks. Biblia inauliza. When men fall down. Wanadamu wakianguka. Do they not get up? Je, hawainuki tena? Meaning. Kumaanisha. Get up again. Inuka tena. Do not stay there. Usikae pale. Do not stay there. Usikwame pale. You have been given another opportunity to try again. Umepewa fursa nyingine kujaribu tena. You will make it. Utaweza. We will all enter. Sote tutaingia. You will fall come until we enter. Utaanguka uinuke hadi tuingie. Until we all enter. Hadi sote tuingie. Do not be discouraged. Usikate tamaa. When they call me. Wale wakati wananipigia simu. They say, Bishop. Wananiambia askofu. I want to commit suicide. Nataka kujinyonga. Because this sin has destroyed Kwa me. sababu dhambi hii imeniharibu kabisa. I say no. Nasema la. Only God has authority. Mungu tu ako na mamlaka. To take away your life. Ya kuchukua maisha yako. Your life is so precious. Maisha yako ni ya thamani sana. Even you. Hata wewe. You don't have authority over your life. Hauna mamlaka juu ya maisha yako. Rise up again. Inuka tena. And try again. Na ujaribu tena. Until we all enter. Hadi sote tuingie. Try again. Jaribu tena. Try again. Jaribu tena. Until you defeat that stubborn sin. Hadi ushinde kabisa dhambi hiyo inayosumbua kabisa. Try again. Jaribu tena. Try again. Jaribu tena. Until you defeat that stubborn sin. Hadi ushinde hiyo dhambi It inayosumbua. is possible. Inawezekana. Say it is possible. To overtake the devil is possible. Inawezekana kumshinda shetani. Look at what happened here, beloved people. Tazama kilichofanyika hapa watu wapendwa. The conviction come from God. Ule ushawishi unatoka kwa Mungu. Not from human beings. Sio kutoka kwa wanadamu. It comes from God. Inatoka kwa Mungu. When your heart feels convicted. Wakati moyo wako unashawishika. By the Lord. Na Bwana. Look at what Nani did. Look at what Jesus did to Mary Magdalene. Tazama kile ambacho Yesu alifanya kwa Maria Magdalena. Instead of condemning her. Badala ya kumhukumu. He convicted her. Akapata kumshawishi. He convicted her. Akamshawishi kabisa. She was able to see her own self. Aliweza kujiona mwenyewe. And Jesus told her. Yesu akamwambia. Woman. Mwanamke. I will not condemn you. Sitakuhukumu. But do not go back to that sin. Lakini usirudi tena kwa hiyo dhambi. What does it mean? Yamaanisha nini? The forgiveness of God. Msamaha wa Mungu. Must help you. Lazima ikusaidie. Not to fall again. Usianguke tena. To the same sin you are forgiven about. Kwa dhambi ile ambayo umesamehewa kuihusu. He told her. Alimwambia. I have forgiven you. Nimekusamehe. But abandon sin. Lakini wachana na dhambi. It is possible. Yawezekana. To fight until you
abandon sin. Kupigana mpaka utengane na dhambi. How many are willing to fight? Wangapi wako tayari kupigana? Hallelujah. Hallelujah. So now, Kwa hivyo sasa, worship that pleases the Lord give you ability to abandon sin. ibada inayopendeza Bwana inakupa uwezo wa kujitenga kabisa na dhambi. Leviticus 10 verse 1 to verse 3, beloved people, is saying, Walawi mlango wa 10 mstari wa 1 hadi 3 yasema, Aaron's son Nadab and Abihu took their censers, Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakachukua vyetezo vyao, put fire in them, wakaweka moto ndani and yake added incense, na kuongoza uvumba, and they offered an authorized fire kisha wakamtolea Bwana moto usio halali before the Lord, mbele za Bwana, contrary to his command. kinyume na agizo la Mungu. So fire came out from the presence of God Hivyo moto ukaja kutoka uweponi mwa Mungu and consumed them, na kuwaramba, and they died before the Lord. na wakafa mbele za Bwana. Then Moses said to Aaron, Kisha Mose akamwambia Haruni, this is what the Lord spoke about. hili ndilo alilonena Bwana, Among those who approach me, miongoni mwa wale watakaonikaribia I will prove myself holy nitajionyesha kuwa mtakatifu, in the sight of all the people. machoni pa watu wote I will be honored. nitaheshimiwa. Look at me again. Nitazameni tena, Look at me again, beloved people. mnitazame tena watu wapendwa. Hallelujah. Hallelujah. Even though she was given a fresh start, Hata ingawa alipewa mwanzo mpya, when the Lord say, let anybody among you have not sinned to begin the one stoning her. wakati Bwana aliwaambia nyinyi wao miongoni mwao yeyote ambaye hana dhambi aanze kumpiga mawe. As they tried to represent God, they realized they had no authority Wakati walijaribu kumwakilisha Mungu waligundua kwamba hawana mamlaka to represent God. kumwakilisha Mungu. But now listen to me now. Lakini sasa nisikizeni, I want to use the Simpson example of the people who tried to represent God without authority. nataka kutumia mfano ule ule ya wale watu waliojaribu kumwakilisha Mungu bila umbo. Example 2. Mfano wa pili, The sons of Aaron, wana wa Haruni, Nadab and Abihu. Nadabu na Abihu. The Bible says Biblia yasema they offered an authorized fire, waliwasha moto isiyo halali, which means ambayo maanisha they represented God without the authority. walimwakilisha Mungu bila mamlaka. And now we all know Na sote twajua sasa the authority of representing God comes from the image and likeness of God, mamlaka ya kuwakilisha Mungu inakuja kutokana na mfano na sura ya Mungu which is instilled in you ambayo inawekezwa ndani yako by worship that pleases the Lord. na ibada inayopendeza Bwana. Now listen, beloved people. Nisikizeni watu wapendwa, When Nadab and his brother Abihu wakati Nadabu na ndugu yake Abihu stood up to represent God, walisimama kumwakilisha Mungu, number one, ya kwanza they were found to be corrupt priests. walikuwa kwa ni makuhani waliofisadika kabisa, They used to corrupt their way walikuwa wanafisadisha njia zao in the presence of God. katika uwepo wa And Mungu. that's why Ndio maana they lacked the authority of representing God. walikosa mamlaka ya kumwakilisha Mungu. Now, corruption can be divided in many areas. Ufisadi inaweza gawiwa katika maeneo tofauti tofauti, But one thing that I want to let you know, lakini jambo moja nataka mjue, it is possible yawezekana to be a corrupt pastor. kukuwa mchungaji mfisadi It is kabisa. very possible Yawezekana kabisa to have the microphone kuwa na kipaza sauti and preach to people na unahubiria watu to do things kufanya vitu which you yourself you are not doing. ambao wewe mwenyewe hufanye, And that is a lot in the pulpit here. na hiyo inafanyika sana katika mambari hapa. When Jesus met them, Wakati Yesu alikutana na wao, he said, alisema they give people lords. wanakuwa mabwana juu ya watu, They give people burdens wanapea watu mizigo which they are not willing to carry ambao themselves. wenyewe hawana hiari ya kubeba. Jesus said, Yesu akasema they lead the people to a way wanawaelekeza watu kwa njia they themselves cannot take. wao wenyewe hawawezi tembea njia hiyo. Jesus said, Yesu akasema they preach a gospel wanahubiri injili which they don't live. ambao hawaishi kwa injili hiyo. Jesus called them corrupt. Yesu akawaita waliofisadika. The sons of Aaron Wana wa Haruni were in the church walikuwa kanisani in positions of authority, katika nafasi za mamlaka, but did not represent God. lakini hawakumwakilisha They Mungu, represented their own desires. waliwakilisha tamaa zao wenyewe. Beloved people, Watu wapendwa, another example in the Bible mfano mwingine kwa Biblia is Balaam. ni Balamu. Balamu Was in a position alikuwa katika nafasi, but misused it lakini aliitumia vibaya for profit. ili kwamba apate faida. Corruption Ufisadi that entered Balaam's heart. iliyoingia moyo wa Balamu. Do you know right now Je, mwajua sasa hivi that many pastors like myself ya kwamba wachungaji wengi kama mimi mwenyewe will not correct you hawatakurekebisha because you are giving a lot of tithe? kwa sababu unatoa fungu la 10 kubwa. They fear to touch you Wanaogopa kukuguza because you will jump to another altar, kwa another sababu church. huenda utaruka kwa kanisa nyingine. It is happening in church, Inafanyika kanisani, right inside the church. ndani kabisa
kanisani. They are the sheep that can be rebuked thoroughly. Kuna kondoo ambao wanaweza kemewa kabisa kwa ukali. So hard. Kali kabisa. But they are sheep that are rebuked in the office. Lakini kuna kondoo wanaokemewa kwa afisi. They are the sheep that the bishop calls and talk them nicely. Kuna kondoo ambao askofu anawapigia simu na kuzungumza nao vizuri. Mama, don't do that thing again. Mama nani, usifanye kitu hicho tena. Don't do that again. It's not Usifanye right. hivyo tena, haifai hivyo. You know, I don't want to say before the people, because you know, how will people see you now? Unajua sitaki kusema mbele za watu watakuona vipi sasa. So they are rebuked aside. Wanakemewa kando. In the office. Ndani kwenye afisi. Privately. Kwa katika siri. And then they are people in the church. Na kisha kuna watu kanisani. That are rebuked publicly. Ambao wanakemewa hadharani. If you check carefully, ukichunguza vizuri, you will find money has influenced something. Utapasa pesa kwamba imeshawishi kitu pale. Corruption. Ufisadi. The sons of Aaron. Wana wa Haruni. Nadab and Abihu. Nadabu na Abihu. Represented God. Waliwakilisha Mungu. As the priests. Kama makuhani. They were corrupt. Lakini walikuwa wamefisadika. Corruption was with them. Ufisadi ulikuwa ndani yao. They did not respect God. Hawakumheshimu Mungu. And the offerings of God. Na zile dhabihu za Mungu. Beloved people. Watu wapendwa. Worship that pleases the Lord. Ibada inayompendeza Bwana. Is respecting God. Ni heshima kwa Mungu. It cannot be worship. Haiwezi kuwa ibada. Until it has introduced respect of God in your life. Hadi iwe imetambulisha heshima ya Mungu maishani mwako. The image of God. Umbo la Mungu. Brings the respect of God. Inaleta heshima ya Mungu. But what is the respect of God? Lakini heshima ya Mungu ni nini? To honor God in your life. Kumheshimu Mungu maishani mwako. No. With your life. Kumheshimu Mungu na maisha yako. Using your life. Kutumia maisha yako. To honor God. Kuheshimu Mungu. The sons of Aaron. Wana wa Haruni. Though they were in church. Ingawaje walikuwa kanisani. They did not use their life to honor God. Hawakutumia maisha yao kuheshimu Mungu. We have been taught by the men of God, the mega prophets of God. Tumefunzwa na manabii wa kutisha zaidi sana wa Mungu. That the angels. Ya kwamba malaika. We are flying up here. Walikuwa wanapaa hapa juu angani. And they were saying in a loud voice. Na walikuwa wanasema kwa sauti kubwa. What are they saying? Wanasema nini? Fear God. Muhofu Mungu. Fear God. Muhofu Mungu. Fear God. Muhofu Mungu. Worship that pleases the Lord. Ibada inayompendeza Bwana. Teaches you to fear God. Inakufunza kumuhofu Mungu. Your life. Maisha yako. Fears God. Inamuhofu Mungu. The book of Philippians says. Kitabu cha Wafilipi anasema. Work out your salvation. Tendea kazi wokovu wako. In fear. Katika hofu. And in trembling. Na kutetemeka. Two things. Vitu viwili. Salvation is not salvation. Wokovu si wokovu. Until it has introduced in you. Hadi imetambulishwa ndani yako. Fear. Hofu. And trembling. Na kutetemeka. But what is fear? Lakini hofu ni nini? Fear of sin. Hofu ya dhambi. Trembling at the words of God. Unatetemekea maneno ya Mungu. In the ministry right now. Katika huduma sasa hivi. Another generation has risen. Kizazi kingine kimeinuka. They don't fear sin. Hawaogopi dhambi. There is another generation inside the ministry of repentance and holiness. Kuna kizazi kingine ndani ya huduma ya toba na utakatifu. They don't fear sin. Hawaogopi dhambi kabisa. They don't. Hawaogopi dhambi. They don't. Hawaogopi dhambi. Now listen. Sasa sikizeni. The book of 2 Samuel, 1 Samuel chapter 2 verse 12 and verse 17. Samueli wa kwanza mlango wa pili hadi mstari wa 17. 2 Samuel. Samueli wa pili. Chapter number 2 verse 2 verse 17. I'm reading very fast. Nasoma kwa upesi kabisa. You know why I'm saying so? You know why I'm reading that scripture? Mnajua kwa nini nasoma andiko hilo? He's saying. Anasema. The sons of Eli. Ya kwamba wana wa Eli. Serving in the church. Wakitumika kanisani. In the presence of God. Uweponi mwa Mungu. Very close to God. Wakiwa karibu kabisa na Mungu. But their closeness to God. Lakini ukaribu wao na Mungu. Did not introduce the respect of God. Haikutambulisha heshima ya Mungu. To them. Kwao. They handled the sacrifices of God. Walishughulikia zile dhabihu za Mungu. With disrespect. Wakiwa na kutokuwa na heshima. They handled the presence of God. Walishughulikia uwepo wa Mungu.
with disrespect. Wakiwa hawana heshima. They lost authority of God. Walipoteza mamlaka ya Mungu. Because they disrespected God. Kwa sababu walikosa kumheshimu Mungu. So if I go anywhere, ikiwa nitaenda mahali, listen beloved people. Nisikizeni watu wapendwa. Do not be familiar. Usikuwe na mazoea with the house of God. Na nyumba ya Mungu. It is the presence of God. Ni uwepo wa Mungu. Look at this now. Tazama hili sasa. Look at this now. Tazama hili. Why did God judge them? Kwa nini Bwana Mungu aliwahukumu? They treated God with contempt. Walimdharau Mungu kabisa. They treated the sacrifices of God. Walidharau dhabihu za Mungu. The presence of God. Uwepo wa Mungu. The fear left them. Hofu ya Mungu iliwaondoka. And familiarity entered. Na mazoea yakaingia. I have seen people. Nimewaona watu losing salvation. Wakipoteza wokovu. Because of familiarity. Kwa sababu ya mazoea. A generation rose in Israel. Kizazi kiliinuka Israeli. They were called the sons of the priests. Walikuwa wanaitwa wana wa makuhani. The son of Aaron. Wana wa Haruni. Even though their father was very respectful to God. Ingawaje baba yao alikuwa anamtumikia na kumheshimu Mungu. They did not respect God. Wao wenyewe hawakumheshimu Mungu. They did not. Hawakuheshimu Mungu. And God judged them. Wana Mungu akawahukumu. And yet they were in the presence of God. Ile hali walikuwa uweponi mwa Mungu. Representing God before the people. Wakiwakilisha Mungu mbele za watu. Read again. Tutaisoma tena. Let me read again. Wacha nisome tena. The book of 1 Samuel. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Chapter 2, run very fast please. Mlango wa pili mwende kwa upesi kabisa. I want to finish by exactly 1:30. Tunataka tumalize saa. But that is too short. I've not even gone an inch. But anyway, let me stop there. He's saying, because I came late today, I was somewhere. Now listen, look at what he's saying. Tazama kile ambacho anasema. How many are happy to be in the house of the Lord? Wangapi wamefurahi katika nyumba ya Mungu? Acha nisome. He's saying, anasema, Eli's sons wana wa Eli were scoundrels. Wana wa Eli walikuwa wabaya kabisa. They had no regard for God. Hawakumheshimu Bwana. So what do you want to underline? Unataka kupigia nini mstari? They had no regard for God. Hawakumheshimu Mungu kabisa. They had no image. Hawakuwa na umbo. They had no regard. Hawakuwa na heshima. They are called the generation that came. Wanaitwa kizazi kilichokuja. Their father is in the house. Baba yao yuko kwenye nyumba. They don't respect God. Hawamheshimu Mungu completely. Kikamilifu. They had no regard. Hawakuwa na heshima. Now it was the practice of the priest that whenever any of the people offered sacrifice, basi ilikuwa desturi ya makuhani pamoja na watu kwamba kila mara yeyote anapotoa dhabihu, the priest could come makuhani watakuja with a three-pronged fork in his hand, wakiwa na uma kwa meno kwenye mikono yake, while the meat was boiling. Wakati ile nyama ilikuwa inachemuka, he would plunge the fork into the pan and cauldron or pot. Angeutumbukiza huo uma kwenye sufuria au birika au sufuria kubwa au chungu. Whatever the fork brought up, the priest would take for himself. Naye kuhani angalichukulia mwenyewe chochote ambacho uma ungekileta. This is how they did all Israelites who came from Shiloh. Hivi ndivyo waliotendea Waisraeli wote waliokuja kutoka Shiloh. But even before the fat would burn, lakini hata kabla ya mafuta ya nyama haijochomwa, the priest servants would come and say, mtumishi wa kuhani angalikuja na kusema to the person who sacrificed, kwa mtu ambaye alikuwa anatoa dhabihu, give the priest some meat. Mpe kumkuhani nyama akakaoke. He won't accept boiled meat from you, but only raw. What is that now? Kwani hatapokea nyama iliyochemshwa kutoka kwako ila iliyo mbichi tu. If the person would say to him, kama mtu akimwambia, let the fat burn first, mafuta ya mnyama na yachome kwanza, let the fat burn first, ndipo uchukue kile ambacho kitachotaka, then take whatever you want, ndipo uchukue utakachotaka. The servant would answer, mtumishi angalijibu, no, hapana, hand it over now. Nipe sasa. If you don't, kama huwezi, I will take it by force. Nitaichukua kwa nguvu.
Let me read the last verse, verse 17. Mstari wa 17. The sin of the young men Hii dhambi ya hawa vijana was very great in the Lord's sight. ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana. For they were treating the Lord offering with what? Kwa kuwa waliitendea dhabihu ya Bwana kwa dharau. They treated the Lord's offering with contempt. Waliitendea dhabihu ya Bwana kwa dharau. Just hold that one and look at me for only for 2 minutes. Shika tu pale kisha utazame dakika 2 tu. The sons of Eli, Wana wa Eli, the sons of Aaron, wana wa Aruni, the same fate. wakiwa kikumbwa na ile hatima moja. At Shiloh, Kakule Shilo, the presence of God. uwepo wa Mungu. And that's why I keep nailing it here that coming to church doesn't change people. Ndio maana kila mara nazidi kuambia hapa kuja kanisani haibadilishi watu. It is a personal decision to change. That will change you. Ni uamuzi wa mtu binafsi kubadilika. They are in the presence of God. Wako wepani mwa Mungu. They are serving. Wanatumika. But the arrogance they have Lakini kiburi na majivuno walionayo upon the Lord's people, juu ya watu wa Mungu, and the way they are treating the sacrifices of God, na jinsi ambavyo wanashughulikia dhabihu za Mungu, as they claim to represent God, wakati wanadai kwamba wanawakilisha Mungu. people that represented God without humility. Watu waliomwakilisha Mungu pasipo unyenyekevu. So what will the image introduce into your salvation? Basi umbo la Mungu linaleta nini kwa wokovu wako? Humility Unyenyekevu of service wa utumishi to the people of God. kwa watu wa Mungu. Humility to salvation. Unyenyekevu kwa wokovu. They lacked it. Walikosa. That generation Hiyo kizazi did not humble hawakunyenyekea in the presence of God. uweponi mwa Mungu. They did not fear. Hawakuhofu. But read chapter 4 of the same scripture. Lakini soma mlango wa 4 wa andiko hilo hilo. Before you go to chapter 4, Kabla ufike mlango wa 4, read the same scripture. soma andiko lile lile. Verse 18. Mstari wa 18. The Bible says, Biblia inasema, but the boy Samuel lakini kijana Samueli was ministering before the Lord. alikuwa na hudumu mbele za Mungu. When everybody else Wakati kila mtu mwingine decided to disrespect the presence of God aliamua kukosa kuheshimu uwepo wa Mungu and dishonor God, na kukosa kumheshimu Mungu, Samuel chose Samueli alichagua intentionally kimakusudi to be different. kuwa tofauti. So it is possible Hivyo yawezekana to be different in your family kuwa tofauti kwa familia yako and in your life. na katika maisha yako. It is possible. Yawezekana. The boy Samuel Kijana Samueli ministered before the Lord. alihudumu mbele za Mungu. Let us read the book of 1 Samuel chapter number 4 and I'm finishing with that 21. Wacha tusome Samueli wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 21 na maliza na hiyo. The boy Samuel ministered before the Lord Kijana Samueli alihudumu mbele za Bwana in a lot of humility. na unyenyekevu He mwingi. did not compete. Hakupata kupingana na kubishana. He humbled himself. Alijinyenyekeza mwenyewe. The boy Samuel ministered before the Lord, Yule mtoto Samueli alihudumu mbele za Bwana wearing the garment of humility. akiwa amevikwa vazi la unyenyekevu. The boy Samuel. Kijana Samueli, In one generation, katika kizazi kimoja, 2 types of people. aina mbili ya watu, Others humble, wengine wanyenyekevu, others arrogant. wengine wenye kiburi. Look at the book of 1 Samuel chapter 3, chapter 4, Tazama Samueli wa kwanza mlango wa 4 verse 11. mstari wa 11. He's saying, Anasema 1 Samuel chapter number 4, verse 11. Samueli wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 11. Let me check. He's saying, Anasema, look at what he's saying. tazama kile ambacho anasema. The ark of God was captured, Sanduku la Mungu likatekwa and Eli's 2 sons, na hawa wana wawili wa Eli, Hophni and Phinehas, Hofni na Finehasi, died. wakauawa. In Israel, Israeli, the ark sanduku la agano represented the presence of God. iliwakilisha uwepo wa Mungu. It was dreaded Ilikuwa inahofiwa kabisa and feared. na inaogopwa kabisa. And the sons of Aaron Na wana wa Aroni
The sons of Eli and Aaron. Wana wa Eli na Aroni. But let me now talk about Hophni and Phinehas. Wacha ninene kumuhusu Hophni na Phinehas. They were given responsibilities Walipewa jukumu to represent God kumwakilisha Mungu by carrying the ark kwa kubeba sanduku la agano to the war. kupeleka vitani. Look at me now. Look at me. Look at me. Munitazame sasa. Anytime Israel went to war, Wakati wowote Israeli walienda vitani, the ark of God went ahead of them, sanduku la agano la Mungu lilienda mbele yao, representing the presence of God. likiwakilisha uwepo wa Mungu. And Hophni and Na Phinehas Hophni na Phinehasi carried the ark. wakiwa wamebeba sanduku la They agano, walked before the ark walitembea mbele ya sanduku la as agano the ministers of God, kama wahudumu wanaohudumu mbele za Mungu, representing God. wakiwakilisha They had Mungu. been given responsibilities Walipewa majukumu to protect kulinda the image umbo of God ya Mungu in Israel, Israeli, but they lacked capacity. lakini walikosa uwezo. The ark was captured Sanduku la agano lilitekwa and they died. na wakafa, And they died wakafa before the Lord. mbele za Bwana. So beloved people, Kwa hivyo watu wapendwa, these are the examples of people who represented God without the image, hawa ni mifano ya watu waliowakilisha Mungu pasipokuwa na umbo, and they lost the battle. wakapoteza vita, They lost it. walishindwa kabisa. So now, beloved people, Kwa hivyo sasa, watu wapendwa, let me read verse 21 wacha nisome mstari wa 21 of the same scripture. wa andiko hilo hilo. He's saying, Anasema she named the boy Ichabod, alimuita yule mtoto Ikabodi, saying, akisema the glory has departed from Israel. utukufu umeondoka katika Israeli. She named the boy Ichabod, Alimuita mtoto ule Ikabodi, saying, akasema the glory has departed from Israel, utukufu umeondoka Israeli, because of the capture of the ark of God kwa sababu ya kutekwa kwa sanduku la Mungu and the death of his father-in-law na vifo vya baba mkwe wa mume na and her mumewe, husband. na mumewe. She said, Akasema the glory has departed from Israel, utukufu umeondoka katika Israeli for the ark kwa kuwa sanduku has been captured. limetekwa. Look at me now. Munitazame sasa, Look at me now. munitazame. Look. It is good for you to look at me. Ni vema kabisa wewe kunilenga na kunitazama. She named her son Ichabod, Alimuita mtoto wake Ikabodi, saying, akisema the glory has left. utukufu umeondoka. But if you follow carefully, Lakini ukifuata kwa makinifu, you realize unagundua carelessness was involved kule kutojali kabisa ulihusika, for the glory to live. ili kwamba utukufu uondoke. There was a high level of carelessness. Kulikuwa na kiwango cha juu kabisa cha kutojali. Now very many people are losing the glory Watu wengi kabisa wanaipoteza utukufu because of carelessness. kwa sababu ya kutojali. He's saying, Anasema the glory has departed. utukufu umeondoka, But if you follow the way it started, lakini ukifuatilia jinsi ilivyoanza, he's saying, anasema Eli was sleeping in his usual place. alikuwa amelala mahali pake pa kawaida, And Samuel na Samueli sleeping in the presence of God, akiwa amelala uweponi mwa Mungu, next to the ark of covenant. karibu na ile sanduku la agano la Mungu. The sons of Eli Wana wa Eli were not sleeping at the same place with Samuel. hawakuwa wamelala mahali sawia na Samueli. When Samuel chose the presence of God, Wakati Samueli alichagua uwepo wa Mungu, they chose the usual place. walichagua mahali pale pa kawaida, And the Bible says na Biblia inasema the eyes of their father was growing dim, ya kwamba macho ya baba yake yalikuwa inaendelea kupotea na kufa, and the word of God was rare. na neno la Mungu lilikuweko, Was rare. na neno la Mungu halikuweko. And the Bible says Na Biblia inasema Samueli, without knowing where he is, pasipo pa kujua ni wapi amelala, with all the innocence, akiwa na kutokuwa na hatia wote, the Lord began to call him, Bwana akaanza kumuita, to introduce him into the presence kumtambulisha, kumleta kwa uwepo of the Lord. uwepo wa Mungu. While
While the sons of Eli did not know to answer to God, wakati wana wa Eli hawakutaka kumuitikia Mungu, Samuel was learning Samueli alikuwa anajifunza slowly pole pole how to respond to the call of God. jinsi ya kuitikia mwito wa Mungu. He is young and naive, ni mchanga kabisa na hana hata ujuzi mwingi, without experience, akiwa hana ujuzi mwingi, but sleeping in the presence of God lakini amelala uweponi mwa Mungu and learning to respond to God. akijifunza kumuitikia Mungu. At one time, Wakati mmoja when God calls him, Mungu anapomuita he don't know. hajui, He is running to Eli. anakimbia kwa Eli, He is learning to respond to God. anajifunza kumuitikia Mungu. But I love the way he's learning. Lakini napenda jinsi anajifunza. When God calls, Mungu akimuita, he doesn't hesitate. yeye hasitisiti kabisa, He is rising so fast. anainuka kwa upesi. In his learning, Yanajifunza in his learning, katika kujifunza kwake. one of the things that Samuel learned Jambo mojawapo aliyojifunza Samueli is rising so ni fast. kuamuka kwa upesi. Then Eli told him, Kisha Eli akamwambia, go back, sleep, my son. nenda ulale mwanangu, But if he called this time around, lakini akikuita wakati mwingine tena, tell him, mwambie, speak, Lord, nena Bwana, for your servant is listening. kwa maana mtumishi wako anasikiza. And when he said so, Wakati alisema hivyo, the Lord spoke to him Bwana alinena na yeye in regardless of his age. pasipo kujua umri wake, Regardless of his age, pasipo kujali umri wake, so long as he knew how to respond to God. ili mradi alijua jinsi ya kumuitikia Mungu. Worship that pleases the Lord Ibada inayompendeza Bwana teaches you to respond to God inakufunza kuitikia Mungu with your life. na maisha yako. It teaches you to rise and go to God. Inakufundisha kuinuka na kumwendea Mungu It places you in the presence of God. na kuingiza kwa uwepo wa Mungu. It doesn't cause you run away from the presence. Haikusababishi kutoroka kutoka kwa uwepo. Removes you from the usual place Inakutoa mahali pa kawaida, into the presence of God. inakuweka kwa uwepo wa Mungu. Teaches you to respond Inakufunza kuitikia to the holiness of God. utakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Teaches you to respond. Inakufunza kuitikia. So you can therefore say Eli lost it. Hivyo basi unaweza sema Eli aliipoteza. That's why God could not speak to him, Ndio maana Mungu angeweza nena na yeye even though he was the servant. hata ingawa alikuwa mtumishi. So you can lose it. Unaweza ipoteza. If you go to sin, Ikiwa utaingia kwa dhambi, you will lose it. utaipoteza. Eli lost it. Eli aliipoteza. His sons, Wana wake though carrying the ark, ingawaje wamebeba sasa sanduku la they agano, had no image of God. hawakuwa na umbo la Mungu. Though they were in the house, Ingawaje walikuwa kwenye nyumba, they were not representing God. hawakuwa wanamwakilisha Mungu. So you can be in church Unaweza kuwa kanisani without being in the presence of bila God. kuwepo uwepo wa mpeponi mwa Mungu. You can be in church Unaweza kuwa kanisani without being in the presence of God. pasipo kuwepo uweponi mwa Mungu. Worship that pleases the Lord Ibada inayompendeza Bwana keeps you in the presence of God. inakuhifadhi kwa That's what uwepo. I'm saying, Sidio. So I'm saying that, beloved people, it is possible to be in the presence of God without what? The image. Hivyo nasema basi ni rahisi kabisa kuwepo katika uwepo wa Mungu pasipokuwa na umbo. The sons of Eli were in the presence of God and they did not have image. They died, right? Wana wa Eli walikuwa uweponi wa Mungu na hawakuwa na umbo ile la Mungu na walikufa. And the ark began to fight the Philistines. Na Land. sanduku la agano likaanza kupigana katika nchi ya Wafilisti. And then when it was returning, Na wakati lilikuwa linarudishwa, Uzzah tried Uza akajaribu and he went down. akafa. The presence of God Uwepo wa Mungu is saying anasema they might come huenda watakuja without the image. pasipo na umbo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So as I am closing, beloved people, Ninapofunga watu wapendwa, as I am closing, ninapofunga Isaiah Isaya, chapter 30 verse 15. Isaya mlango wa 30 mstari wa 15. Isaiah 30 verse 15. Isaya 30:15. Isaiah Isaya
Chapter 30. Mlango wa 30. Verse 15, if you are there, read with me. Mstari wa 15 ikiwa umefika pale, soma pamoja na. And then I give you Isaiah 61. Kisha nawapa Isaiah mlango wa 61. Then I see whether I can now close it down, beloved people. Kisha nitaona ikiwa naweza kufunga sasa, watu wapendwa. If you are there, say amen. Ikiwa uko pale sema amina. Nobody saying anything. Can you say louder? It is which Isaiah? 30 what? 30. Verse 15 is saying, anasema, this is what the sovereign Lord says. Hili ndilo ansemalo Bwana Mwenyezi, the Holy One of Israel. Yeye aliye mtakatifu wa Israeli. In repentance and rest is your salvation. Katika kutubu na kupumzika ndio wokovu wenu. In quietness and trust. Katika kutulia na kutumaini. He is your strength. Ndizo nguvu zenu. But you would have none of it. Lakini hamukutaka. He's saying, anasema, the sons of Eli, wana wa Eli, Hofni na Finehasi, the sons of Aaron, wana wa Aroni, why did they not maintain the presence of God in their life? Kwa nini hawakudumisha uwepo wa Mungu maishani mwao? Given opportunity like everybody else, wakiwa wamepewa fursa kama kila mtu mwingine, in the presence of God, uweponi mwa Mungu. How comes they were unable to maintain salvation of holiness? Yawezekanaje wangeweza dumisha wokovu wa utakatifu? They did not make use of the importance of repentance. Hawakutumia kabisa umuhimu wa toba. Let me say it again. Wacha niseme tena. They did not make use of repentance. Hawakutumia vizuri toba. He's saying, anasema, in repentance, katika kutubu, is your salvation. Ndipo kuliko wokovu wako. So you ask, basi unauliza, what therefore was the difference? Basi tofauti ilikuwa gani? Did Samuel kati ya Samueli and Hofni and Phinehas? Number one, ya kwanza, repentance. Toba. Say repentance. Say louder. Turning away from sin. Kugeuka kutoka kwa dhambi. He's saying, anasema, quietness. Katika ukimya. Serving in silence. Kutumika katika unyamavu. Forget about this euphoria of social media. Sahau kuhusu mitindo hii inayoendelea ya kule kwenye mitandao ya kijamii. Serving in silence. Wa kutumika katika unyamavu. Will keep you in the presence of God. Itakuhifadhi katika uwepo wa Mungu. Last week I questioned you. Wiki iliyopita niwauliza. And I asked, nikauliza, what really happened to us? Ni nini kilichofanyikia? When did we began posting videos as we give them unga live on TikTok? Ni lini tulianza kuwapiga mawajane picha na kuwaweka kwenye mitandao ya TikTok pale tukiwapa unga? And put it on our status. Na tukiwaweka kwenye status zetu. When did that thing begin? Ilianzia wapi jambo hilo? How? Jinsi gani? When did it start? Ilianza vipi? When we are feeding widows, we gather unga here. Wakati tunalisha wajane tunasanya unga hapa. And when they come, we take photos. Wakija tunapiga picha. What are we looking for? Ni nini tunatafuta? And yet he's saying, ilhali anasema, in salvation and quietness, katika wokovu na unyamavu, in repentance and quietness, katika toba na unyamavu, will be the strength of your salvation. ndipo kutakuweko na nguvu ya wokovu wako. What kept Samuel? Ni nini kilimhifadhi Samueli? In the presence of God. Uweponi mwa Mungu. Silent submission. Unyamavu, kujitisha wa unyamavu. Submission to God. Kujitisha kwa Mungu. And the fear of the presence of God. Na hofu ya uwepo wa Mungu. The service of Samuel ibada ya Samueli was not recognized by law. Haikutambulika na sheria. Samuel was not a Levite. Samueli hakuwa Mlawi. But he was found in the presence of God. Lakini alipatikana uweponi mwa Mungu. And the Lord na Bwana called him alimuita because he was available. Kwa sababu alikuwa anapatikana and ready to obey. Na tayari kabisa kutii. He called him. Alimuita. He's saying, anasema, submission. Kujitiisha. Beloved people, watu wapendwa, Isaiah 61 verse 1. Mstari wa kwanza. I am closing it. I started very late today, but I'm closing now. Ninafunga, nilianza nikiwa nimechelewa lakini nafunga sasa. Isaiah 61. Isaiah mlango wa 61. If you reach verse 1, say amen. Ukifika mstari wa kwanza sema amina. He's saying, anasema, the Spirit of the sovereign Lord, Roho wa Bwana Mwenyezi, is above, is the Spirit of the
The Spirit of the Sovereign Lord is on me. Roho wa Bwana Mwenyezi yu juu yangu. Then he's saying, anasema because kwa sababu he has anointed to proclaim the good news to the poor. Bwana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. And has sent me amenituma to bind the brokenhearted. Amenituma kuwaganga waliovunjika mioyo na waliofungwa. So he's saying, kisha anasema, when the Lord comes, wakati Bwana anakuja and finds you operating the image, na kukupata unajiendeleza katika umbo, this is what he does. Hiki ndicho anafanya. He defines responsibility of the calling. Anapata kutengeza tena na kukuletea majukumu juu ya mwito. Good news to the poor. Habari njema kwa walio maskini. And understanding the people that appears before the church. Kuwaelewa wale watu ambao wanajiwasilisha mbele yako. He's saying, anasema, breaking the power of sin, kuvunja nguvu za dhambi over humanity, juu ya wanadamu, is the reason why the image came. Ndio sababu kwa nini umbo lilikuja. To destroy it. Kuiharibu kabisa. So which means, yamaanisha Hophni and Phinehas, in the presence of God, uweponi mwa Mungu, the power of sin over their lives, nguvu ya dhambi juu ya maisha yao, had not been broken. Haikuwa bado imevunjwa at all. Kabisa. Right to the presence of God with sin. Pale ndani uweponi mwa Mungu wakiwa na dhambi. Hophni and Phinehas. And he says, anasema, the Spirit of God is on me. Roho wa Mungu yu juu yangu. He has given me power. Amenipa nguvu. Not only to proclaim good news, sio tu kutangaza habari njema, but also to break loose the chains of the enemy. Lakini pia kuvunja minyororo ya adui. So he's saying, hivyo anasema, the image was given to man. Umbo alipewa mwanadamu as the power of God over sin. Kama nguvu za Mungu juu ya dhambi. So read with me the book of John 3 verse 8. I'm closing with that scripture. Soma pamoja nami Yohana mlango wa 3 mstari wa 8. First John. Yohana wa kwanza. Chapter number 3 verse 8. Mlango wa 3 mstari wa 8. Then I closed it for real now. Kisha nifunge pale. Hallelujah. Hallelujah. Ai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. First John 3 verse 8. Look at what he's saying. Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 8. Tazama anachosema. Look at what he's saying. Tazama anachosema. First John chapter 3 verse 8. Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 8. He's saying. Anasema. First John chapter 3. Let me check. I don't know if I got the scripture well. Not at all. I did get it. I think I missed it. Because the scripture I'm looking for is saying the reason why the Son of God was revealed was to tackle, to destroy sin. Andiko ambalo unatafuta ni ambalo inasema sababu kwa nini mwana wa Mungu alifunuliwa ni kwamba apate kushinda na kuvunja dhambi. To destroy the power of sin. Kuharibu nguvu za dhambi. Not First John chapter 3 verse 8. Not at all. Sorry? From 7. Oh, I missed only one verse. Look at what he's saying. Let me check. Not at all. First. What am I reading? Am I reading John or First John? First John. Huh? First John. Chapter 3. Verse what? Verse 8. Let me read yours because mine is saying something else. Let me check. What does it say? Where is it? Where am I? It's the same. Where is it recorded? The reason the Son of Man came was to destroy the power of sin. Where is it? Part B. For this purpose. Part B. Oh, sorry. Let me read it. Part B. Sorry, I was looking for that. Part B. As we are closing it down, now he's saying. Anasema. Let me check. First John. Sorry, I've ended. Can you give me who is having NIV? Who is having NIV? Nani ana tafsiri ya NIV? NIV. Okay, nimeipata.
1 John chapter 3 verse 8 is saying, Yohana wa kwanza mlango wa 3. the one who does what is sinful is the one is of the devil. Yeye atendaye dhambi ni wa Oh ibilisi. yes, because the devil has been sinning from the beginning. Yes. Kwa sababu ibilisi amekuwa akitenda dhambi tangu mwanzo. Please underline verse B. Pigia mstari. The reason the Son of God appeared Kwa kusudi hili, sababu ambayo mwana wa Mungu alijitokeza was to destroy the devil's work. ili kwamba aharibu kazi ya muovu Can someone shetani. read for me Amplified? What does it say? Mtu anisomee tafsiri ya Amplified inasema nini? The reason the Son of Man was revealed to the generations of the earth Kusudi ya mwana wa Mungu kudhihirishwa katika kizazi duniani was to destroy the works of Satan. ili aiangamize kazi ya ibilisi. That's why he was revealed. Ndio maana alifunuliwa. Can someone read for me Amplified very fast, please? I'm closing. I have no time now. I'm closing. Mtu anisomee tafsiri ya Amplified. Nafunga tafadhali. Please, I beg. Who is reading? Okay, it's not there. Okay, thank you. Who has it on phone? Read it. Amplify. Read. Don't worry. Just read. The Bible says in the book of 1 John 3 verse 8 part B, the reason the Son of God was made manifest, visible, was to undo, destroy, loosen and dissolve the works the devil has done. So now if you are writing, Ikiwa basi unaandika, the authority that the image gives, mamlaka ambayo umbo inakupa, this is what the sons of Sceva lacked. hiki ndicho wana wa Skewa walikosa, The sons of Eli lacked. wana wa Eli walikosa, The sons of Aaron lacked. wana wa Haruni walikosa. And today I only picked the sons of priests. Na leo nilichukua tu wana wa makuhani. This is what they lacked. Hiki ndicho walikosa, The power that the image of God introduces into your worship lifestyle. nguvu ambayo umbo la Mungu inatambulisha katika mtindo wako wa ibada katika maisha yako. He's saying, Anasema the reason the Son of Man was revealed to the world, sababu ya kwamba mwana wa Adamu alifunuliwa katika ulimwengu. why Jesus came, Kwa nini Yesu alikuja? if you're writing, Ikiwa unaandika, was to destroy the works of Satan. ili kwamba apate kuharibu kazi za shetani. Where? Wapi? In the life of the believers. Katika maisha ya waumini. What does it mean? Yamaanisha nini? Jesus came, Yesu alikuja, and the Bible says na Biblia inasema the Son is the image of the invisible God. ya kwamba Bwana ni mfano wa Mungu asiyeonekana. So if you have the blood of the Son, Ikiwa basi una damu ya mwana, you have the image of God. uko na mfano wa Mungu. So what does it mean? Yamaanisha nini? If Jesus came to destroy the works of Satan, Ikiwa Yesu alikuja kuharibu kazi za shetani, the most important thing therefore is to understand, basi jambo la muhimu kabisa ni kuelewa how did Jesus destroy the works of Satan? Yesu aliharibu kazi za shetani vipi? And if you're writing, Ikiwa unaandika, how did Jesus destroy the works of Satan? Yesu aliharibu na kuangamiza kazi za shetani vipi? Number one, Ya kwanza, what is the work of Satan? ni nini kazi ya shetani? The answer is sin. Jibu ni dhambi. Sin is the work of the enemy. Dhambi ni kazi ya adui. He introduced it. Aliitambulisha And yeye. then sin gave birth to death. Na kisha kifo, dhambi ikazaa kifo. And many things came Na out. vitu vingi vikajitokeza. So when sin is destroyed, Wakati dhambi inaangamizwa, man becomes powerful again. mwanadamu anakuwa na nguvu mara tena. So what makes man weak Basi ni nini kinafanya mwanadamu dhaifu? in the presence of God Uweponi mwa Mungu. is what? Say louder. So what is it that the Jesus is supposed to come and destroy? Ni nini basi ambacho Yesu anapaswa kuja kuangamiza? Sin. Dhambi. So how do Jesus destroy sin? Je, Yesu anaangamiza dhambi vipi? Because he's saying Kwa sababu anasema the reason why he came, sababu kwa nini alikuja covered by the blood, akiwa amefunikwa na damu, was to terminate the works of the devil. ilikuwa kuondoa kamilifu kazi ya shetani. As I am closing, Napofunga, for you who's asking me, wewe unayembaye unaniuliza, how can I overcome? nitawezaje shinda? I say, Nasema you are the reason why Jesus came. wewe ndio sababu Yesu alikuja. But when Jesus came, Yesu alipokuja, he came to destroy alikuja kuharibu the works of Satan. kazi za shetani. But how do Jesus the work of Satan? Lakini shadiamu, Yesu anaharibu vipi kazi ya shetani? Beloved people, Watu wapendwa, Jesus breaks the power of sin. Yesu aliwekeza nguvu za dhambi. He breaks the power of sin Anavunja nguvu za dhambi over humanity. juu ya mwanadamu. He breaks the power of sin Anavunja nguvu za dhambi by offering forgiveness. kwa kuleta msamaha.
while he was hanging on the tree, wakati alikuwa amening'inia pale kwenye mti, full of pain and lonely, amejaa uchungu na ako pweke kabisa, and everybody expected that he was going to curse the church, na kila mtu alitarajia ya kwamba atalaani kanisa out of pain kutokana na uchungu and brokenheartedness. na moyo uliovunjika, He chose to forgive. alichagua kusamehe. Remember, Kumbuka, the choice to forgive chagua la kusamehe was not forced on Jesus. haikulazimishwa kwa Yesu, He took it willingly aliichukua kwa hiari to forgive the church. kusamehe kanisa. He chose Alichagua forgiveness msamaha over condemnation. juu dhidi ya kuhukumu, Hanging in pain, akiwa amening'inia pale kwa uchungu, he chose forgiveness. alichagua msamaha. The power that destroys the continuation of sin Nguvu ambayo inavunja kuendelea kwa dhambi is reconciliation inaitwa mapatanisho between God and man. kati ya mwanadamu na Mungu. When Jesus came, Wakati Yesu alikuja, he put a stop to sin. alikomesha dhambi. The blood of Jesus Damu ya Yesu introduced ilitambulisha the stop kukomeshwa of continuation of sin. kwa kuendelezwa kwa dhambi. Now if you choose the blood, Sasa ukichagua damu, he gives you power anakupa nguvu that we had lost in the garden. ambayo ilipotezwa kwenye bustani. We had lost it completely in the garden of Eden. Tulipoteza kamilifu katika bustani la Edeni. Look at me, I've finished. I've finished. Mnitazame kabisa, I have finished. nimemaliza. He's saying Anasema that is what they lacked. hicho ndicho walikosa The sons of Sceva, wana wa Skewa, the sons of Eli, wana wa Eli, the sons of Aaron, wana wa Aroni. though they were so close to the ark Ingawa walikuwa karibu kabisa na sanduku la agano la Mungu, and served in the presence of God, walitumika wapani wa Mungu, the continuation of sin kuendelea kwa dhambi was witnessed in their life. ulishuhudiwa maishani mwao. That is the difference between Hophni and Phinehas Hiyo ndio tofauti kati ya Hofni na Finehas and Samuel. na Samueli. That is the difference. Hiyo ndiyo tofauti. He's saying Anasema the reason Jesus was introduced, sababu kwa nini Yesu alitambulishwa, so you can say ili kwamba useme the reason the blood was introduced, sababu kwa nini damu ilitambulishwa, so you can say ili unaweza sema the reason the cross was introduced, sababu kwa nini msalaba ulitambulishwa, the reason Jesus came. sababu Yesu alikuja. The Bible says, Biblia yasema for there is no any other name kwa maana hakuna jina jingine given to man aliyopewa mwanadamu for them to be saved ambayo inaweza kuwaokoa until Jesus was introduced. hadi Yesu alipotambulishwa. Vigelegele kwa Yesu. Vigelegele kwa Yesu. When he comes, Anapokuja he puts a stop to the continuation of sin. anakomesha kabisa kuendelea kwa dhambi. He's saying Anasema the sons of Eli, wana wa Eli, the sons of Sceva, wana wa Skewa, the sons of Aaron wana wa Aroni did not get that. hawakupata Even hiyo. though they were in the presence of God, Ingawaje walikuwa waponi mwa Mungu, they were not covered hawakuwa wamefunikwa by the blood. na damu. So beloved people, Hivyo watu wapendwa, coming to church is not enough. kukuja kanisani The haitoshi. image and the likeness of God Umbo na sura ya Mungu keeps the presence of God in your life. inahifadhi uwepo wa Mungu maishani mwako. Let us rise up, beloved people, Tusimame watu wapendwa, as we put it to an end today. tunapoifikisha kikomo leo. Hallelujah. Haleluya. So then, Hivyo basi, when the devil came in the garden, wakati shetani alikuja kwenye bustani, he was fully subjected to man. kikamilifu kabisa alikuwa ametiishwa chini ya mwanadamu. Yes, you all of us know that, ndio? Sote tunajua hiyo, sivyo? He was fully subjected to man Alikuwa ametiishwa chini ya mwanadamu kamilifu because of the image that man had. kwa sababu ya umbo ambayo mwanadamu alikuwa nao. The image of God Umbo la Mungu made the devil fully subject to man. ilimfanya shetani ajitishe chini ya mwanadamu kamilifu. So please, Hivyo tafadhali, the answer now you have. jibu sasa unalo. The answer to the struggle with sin. Jibu kwa ule kung'ang'ana na dhambi. Please rise. We are saying people to rise now. Thank you for rising. Thank you. The answer to your sin Jibu kwa dhambi yako and the answer to your weaknesses. na jibu kwa kung'ang'ana udhaifu wako. The answer Jibu
is the presence of God in your life. Ni uwepo wa Mungu maishani mwako. So if you are to check, ikiwa basi ilibidi uchunguzi, it is easy to say, ni rahisi kusema, what are the contributors ni nini kinachochangia that are contributing of removing the presence of God where? From your life. Vile vitu ambavyo vinachangia kuondolewa kwa uwepo wa Mungu maishani mwako. You are able to check. Unaweza kuchunguza. Because he's saying, kwa sababu anasema, when Satan came in the garden, wakati Shetani alikuja kwenye bustani, he was fully subject to man. Kikamilifu alikuwa amejitisha chini ya mwanadamu. Man was given power over every creature. Mwanadamu alipewa nguvu na mamlaka juu ya viumbe wote. Man was only second to God. Mwanadamu alikuwa wa pili tu baada ya Mungu. The authority of God in the life of man, mamlaka ya Mungu katika maisha ya mwanadamu, was hidden in the image. Ilifichwa kwenye umbo. So beloved people, hivyo watu wapendwa, there is power in confessing kuna Jesus. nguvu katika kumkiri Yesu. So you don't need many things. Hauhitaji vitu vingi. The image is where it is hidden. Umbo ni mahali pamefichwa. Satan can be subjected to you. Shetani anaweza kutiishwa chini yako. In the garden, katika bustani, he was subjected to man. alikuwa ametiishwa chini ya mwanadamu. He had no place completely. Hakuwa na nafasi kamilifu. And he was completely powerless. Na kikamilifu kabisa hakuwa na nguvu. Until he was given power willingly by man. Hadi alipopewa nguvu kwa hiari na mwanadamu. So, hivyo, the enemy cannot take power over you by force. Adui hawezi chukua nguvu kutoka kwako kwa fujo, kwa nguvu. He cannot control you by force. Hawezi kudhibiti kabisa kwa nguvu. I am just saying, nasema tu, you have capacity to resist him. Uko na uwezo wa kumpinga. What does the Bible say? Biblia inasema nini? Resist Satan. Mpinge Shetani. And he will do what? He will flee away. Na atatoroka. Man has given power. Mwanadamu alipewa uwezo to resist the devil. Wa kumpinga Shetani. In the garden. Katika bustani. But that is the image. Lakini hilo ni umbo. You cannot resist him. Huwezi mpinga without the image. Ukiwa hauna umbo. The sons of Sceva could not. Wana wa Sceva hawangeweza. The sons of Eli could not. Wana wa Eli hawangeweza. The sons of Aaron could not. Wana wa Haruni hawangeweza. The Pharisees and Sadducees could not. Mafarisayo na Masadukayo hawangeweza. And here Mary Magdalene, na ilhali Maria Magdalena, in humility at the feet of Christ, katika unyenyekevu kwa miguu ya Kristo, was saved and resisted the devil. Aliokolewa na kuokolewa kutoka kwa Shetani. She was saved and as she resisted the enemy. Aliokolewa wakati alikuwa anampinga adui. So today I want to finish that part. Leo nataka nimalize sehemu hii by saying, kwa kusema, the image gives you power. Umbo inakupa nguvu. So how many would wish to get the image? Wangapi wangependa kupata nguvu? Umbo. Thank you. Now, sasa give me only 2 minutes. Nipeni dakika mbili tu. To tell you this. Kukuambia hili, kuambia ni hili. That woman at the well of Jacob. Huyo mwanamke katika kisima cha Yakobo. What did she lack? Alikosa nini? Sorry? When Jesus comes, wakati Yesu anakuja, he came. Alikuja. He introduced something new to this woman. Alitambulisha kitu kipya maishani mwa huyu mwanamke. And once a weak woman, na wakati mmoja akiwa mwanamke mdhaifu, she went back very strong. Alirudi nyumbani akiwa mwenye nguvu kabisa. Mwenye nguvu sana. The image of God. Umbo la Mungu is what she lacked. Ndio kile alichokosa. And that's why her life was full of controversies. Ndio maana maisha yake yalikuwa yamejaa shida nyingi kabisa. That's where I will start next week. Hapo ndipo tutazia wiki ijayo. The Lord gives them. Lift up your hand now. Bwana kituneemesha, inueni juu mikono yenu. Lift up your hand. On Friday we are starting a crusade. Inueni mikono yenu juu, siku ya Ijumaa tunaanzisha mkutano wa hadhara. I hope all departments have prepared as I directed them. Natumai idara zote wamejiandaa jinsi niliwaagiza. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hand as we receive the Lord Jesus. Inueni juu mikono yetu tunapopokea Yesu. I want to see your hand high in the air. Nataka nione mikono yenu juu kabisa. Say, mighty Jesus. Sema Yesu mkuu. Louder, mighty Jesus. Yesu mkuu. I receive you today. Ninakupokea leo. Yes, my Lord and Savior. Kama Bwana wangu na Mwokozi wangu. Tonight, leo, I am turning away. Ninageuka from all works of Satan. Kutoka kwa kazi zote za Shetani. I choose you today. Ninakuchagua leo. As my Lord and Savior. Kama Bwana wangu na Mwokozi wangu.
Teach me holiness. Nifundishe utakatifu. And keep me in your presence. Na ukanihifadhi uweponi mwako. Mighty Jesus. Yesu mkuu. Please write my name. Tafadhali andika jina langu in the Lamb's book of life. Katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Today I am born again. Leo nimeokoka. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Amen.